kusimama madhabahuni pake siku ya leo, na pia Mungu anitie nguvu sawasawa na neno lake. Brother hapa amepita kama apostle. Unajua apostle katika ulimwengu wa roho anatumika kutengeneza njia ili nabii atakapokuja kuweka kwa ajili ya hema. Kwanza nianze kwa kutoa ushuhuda. Wiki mbili kabla ya vijana tulikuwa tuna maombi binafsi mimi na Pastor Rich, ambapo pastor akitoka kazini ananiambia twende tukaombe. Na maombi yangu makubwa alimwambia Bwana, naomba hivi vitu vikatee na watu, na naona Bwana ametenda. Tenda kwenye somo ambalo mtumishi mwenzangu alonitangulia ameongelea maarifa, elimu, ujuzi na hekima. Ujue kuna maarifa ya aina mbili. Kuna maarifa ya ulimwengu huu na kuna maarifa ya kiroho. Ilikuwa Jumamosi, kuna mafundi walikuja nyumbani kwa ajili ya kutengeneza gari. Hasa kabla mafundi, wakati wanatengeneza gari, ndani yangu kuna wimbo kwa naendelea kuimba mfululizo. Sikujua maana yake ni nini, lakini nafsi kanisukuma nikaweka ule wimbo kwenye simu. Baada ya dakika 2 baada ya kupiga ule wimbo kwenye simu, naangalia gari nje na kuta moto unawaka kwenye nje. Tukatoka tukahangaika sana kuuzima ule moto, tukafanikiwa. Baada ya pale nilikuwa na pressure sana, lakini baadaye nilipopata utulivu nikajua ni kwamba Mungu aliongea nami kupitia ule wimbo, kwamba yamkini ule wimbo nisingeweka, yamkini hata gari ingelipuka, lakini ni Mungu aliniongea na mimi. Hapo ndo tunapata maarifa ya ulimwengu wa roho. Hasa mimi somo langu litahusu intercessor. Intercessor kwa lugha ya Kiswahili wamemdefine kama muombezi, lakini wakati Mungu ananipa ujumbe akaniambia intercessor ni mtu ambaye anaweza kuconnect katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa hapa duniani. Intercessor ni mtu yule ambaye anaweza kudiconnect, akasearch zile frequency katika ulimwengu wa roho na ili kuzifikisha hapa duniani, ambapo huyu intercessor anabeba hivi vyote: maarifa, elimu, ujuzi na hekima. Huwezi kaa intercessor kama una maarifa. Kwa sababu gani? Kuna muda yanahitajika maarifa ili uweze kusikia sauti ya Mungu. Hasa usiposikia sauti ya Mungu utashindwa kujua ni Mungu anaongea au ni hisia zako zinaongea. Ambapo intercessor akishakuwa na maarifa kitu fulani, akakaa nacho, baada muda mfupi kuna elimu fulani anakuwa anaipata juu yale maarifa ambayo alionayo. Baada ya kupata elimu, Mungu naye anampa ujuzi kupitia ile elimu aliyoipata kutokana na nini? Na maarifa. Ambapo akishapata ujuzi anaitafuta hekima kufikisha watu. Hiyo ndi kazi ya intercessor. Kwa mfano, watu wengi wanakuwa na mababa wa kiroho. Baba wa kiroho watu wamemuona kama ni mtu ambaye atakusaidia ili uende mbinguni. Hapana. Baba wa kiroho is like a generator. Ni kama generator. Ujue generator linawekwa mafuta. Likishika mafuta, kazi yake ni kusupply umeme katika nyumba. Ndivyo baba wa kiroho. Baba wa kiroho anachukua maarifa, ujuzi na elimu ndani yake. Ule umeme anakuja kutusambazia sisi hapa. Ndio maana unaona watu wengi wanashinda kutofautisha kati ya maarifa na hisia za mtu binafsi. Watu wengi najua wanatamani kusikia sauti ya Mungu, lakini kwa nini? Hawana maarifa ya kuweza kujua ni sauti ya Mungu au ni hisia ya mwanadamu. Kama mimi huo ushuhuda nilotoa, angekuwa ni mtu wa kawaida kusema yaani ilibaki kidogo tu. Hapana, mimi niligundua kwamba ni maarifa ambayo Mungu alinitumia kuweka ule wimbo, kwa sababu Mungu tulipokea ahadi ya ulinzi, naye akashuka katika ahadi yake ya ulinzi. Ukimwangalia kwa mfano Yusufu, historia wengi ya Yusufu wanaijua katika Biblia.
Yusufu aliuza ndugu zake? Hapana. Yusufu alikuwa ni intercessor. Haijalishi ni umri gani uliokuwa nao, haijalishi wewe ni nani, lakini Mungu anaweza kutumia kuwa intercessor. Kwa nini? Katika familia lazima awepo intercessor mmoja ambaye ataweza kuconnect katika ulimwengu wa roho ili kuleta majibu katika hapa dunia. Kwa mfano kama Yusufu alikuwa intercessor. Kwa nini? Nikwambia kitu kimoja, Mungu akishakuchagua kuna mtu anaweza kupita. Kwa sababu gani? Mungu alimuita Yusufu kuwa intercessor. Walimtupa utumwani, wakamkanyaga, wakamdharau. Hata alipoenda kwa Farao, Shetani alijaribu kuua kile kitu alichokuwa nacho. Kwa nini Yusufu akuingia katika jaribuni? Alikuwa na nini? Maarifa. Yale maarifa yake akaanza kupata elimu. Hivi nikitembea na mke wa Potifa itakuwaje? Wakati Mungu anakuandalia mafanikio mbele, ukiatia yale majaribu unazuia mwisho wako. Kwa kazi ya intercessor kubwa ni kuconnect katika realms of the spirit, aje na ile nguvu aisambaze aflo katika dunia. Brother alisema ni mtu ambaye anapenda kujifunza, na kuna muda alikuja akajua hivi vitu ni simple. Kuna siku baba alikuwa anaongea mmoja na wanae, nilikuwa chumbani, akaniambia ili uwe mtumishi bora lazima Mungu ukae chini yake kwa miaka 15. Nilipiga kelele nikasema do, miaka 15? Wakati mimi nikijiangalia najiona tayari kuna vitu natamani kuvifanya, kuna vitu natamani niwe, lakini nikajua pasipo maarifa, elimu na ujuzi you can't be anybody. Asa intercessor watu wengi wanashindwa kumtambua kwa sababu katika lugha ya Kiswahili wamemtafsiri ni mtu muombaji. Lakini ku-intercess maana yake ni mwingiliano baina ya vitu viwili. Kwa intercessor kazi yake ni kuunganisha katika ulimwengu wa roho na kuleta vitu duniani. Kwa nini Elia alishusha moto kutoka mbinguni? Alikuwa ni intercessor. Aliconnect na ule moto katika ulimwengu wa roho akashuka nao. Watu wakasema wow. Hata wakati Mungu anamuumba mwanadamu, malaika alikaa hivyo akasema holy, mtakatifu, kwa sababu ni kitu ambacho hajawahi kukiona. God is the main intercessor. Kwa sababu gani? Ujue kuna debate sana katika Ukristo, anasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu lakini si Mungu. Lakini ukisoma katika Isaya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7, Isaya 9 mpaka mstari wa 7, Isaya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Ndivyo maandiko yanasema katika Isaya 9:6-7, maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mstari wa 7, mangomeo ya enzi yake ya amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utatenda. Amina. Biblia inasema atazaliwa mtoto mwanamume, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Baba wa nini? Baba wa milele. Sasa narudi kwenye somo langu. Ujue intercessor, kazi ya intercessor kubwa ni kuingizana nguvu za Mungu na ulimwengu. Kwa nini? Ujue simu iliyokufa au simu ambayo haina chaji huwezi ukaiwasha pasipo kuweka na chaji. Kwa lazima uconnect kwenye socket, uconnect na waya ili simu iweze kupeleka nini? Chaji. Sasa ndio maana kazi kwa intercessor, ili aweze kuwa intercessor lazima awe na maarifa, lazima awe na elimu. Watu wanashangaa, hiyo elimu ya nini? Hiyo elimu ya nini? Elimu ni kwamba kuna vitu katika ulimwengu wa kiroho hatuvijui. Tunahitaji maarifa. Maarifa ni nini? Maarifa ni ulimwengu wako wa roho ambao unaweza kupanuka. Ni sawa sana ufahamu.
Ukiwa una ufahamu mdogo, nao maarifa yako yatakuwa madogo. Lakini ukiwa na ufahamu mkubwa, ndivyo unapokuwa katika ulimwengu wa roho umetanuka. Why do you want to be an intercessor? Sababu ya kwanza, ujue katika familia lazima wewe mtu intercessor. Kwa sababu gani? Yamkini umezaliwa katika familia ambayo haijawahi kushika dola, haijawahi kushika euro. Lakini ukishatambua kwamba mimi sio mtu wa kawaida, ukaivaa nafasi ya kuwa intercessor, utaweza kushika dola. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Baba yetu alisema na tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Kwa maana chochote alichokuwa nacho baba yetu na sisi nini tunacho. Nikupe ufunuo mmoja. Sisi ni sawasawa na Mungu wadogo. Mungu mkubwa yupo. Kwa sababu gani? Haiwezekani mtoto wa mfalme akaenda kuwa mlinzi. Mtoto wa mfalme ina baada kuna system ambayo atapelekwa, atafundishwa namna ya kutawala, atapewa maarifa, atapewa elimu ya kifalme, atapewa ujuzi, atafundishwa namna kuishi na watu, namna kuongea na watu, ili atakapokuja kusimama anakuja kuwa mfalme bora. Ndio huyo ndo anaitwa intercessor. Aitwa intercessor. Unajua mtumishi Joshua, Prophet Joshua ambaye alisimamisha jua kwa siku 3. Aliingia katika ulimwengu wa roho, akatafuta ili jua nani amelishika, ili jua kwa nini linawaka kila siku. Alivyojua alipata nini? Elimu. Akautumia ule ujuzi aliotoka nao mbinguni, akalisimamisha jua kwa siku 3 na jua likamtii. Hiyo ndi kazi ya intercessor. Yamkini leo nalamika, mimi sina kazi, sina nyumba, sina hela. Mungu anataka utambue wewe ni intercessor. Usimtegemee mwanadamu, anataka umtegemee wewe, kwa sababu nguvu iko ndani yako. Mwanadamu anachoshinda kutofautisha ni kwamba anajiona mimi ni bado. Kama mtumishi wa Mungu alisema, ndio kuna level ya kiroho, lakini kuna maarifa yako binafsi lazima uwe nayo. Kwa sababu gani? Huwezi kaa intercessor unalala kila siku ufundi. Wakati tunaombea ibada, kabla ilikuwa mimi siwezi kuomba hata dakika 10. Nikiwa nikipanda kitandani nikisema baba yetu usingizi unapita, nikija kushtuka tu nasema amina. Lakini nikasema mbona kuna watu general of God wanaweza kuomba masaa 3, masaa 2. Kumbe nilijua kuna maarifa sikuwa nayo akilini. Nilijua kwamba kuna maarifa sikuwa nayo na elimu. Ina maana inabidi upate kwanza maarifa. Kwa mfano hii simu, ukamletea mtu ambaye hajawahi kutumia smartphone, ukamletea mtu ambaye anatumia simu ya kawaida, ukampa hii simu, maarifa ya kutumia hana. Yatajua kupangusa, kutoa lock nini. Lakini kadri atakapozidi kukaa nayo, atakapozidi kuisoma, anapata elimu fulani. Kumbe nikitumia simu kwenye chaji naua betri. Kumbe nikitumia usiku simu mwanga mkali naua macho yangu. Akasema kumbe nisipoichaji simu kwa takriban kama wiki naua system ya betri. Kwa maana kuna elimu anaipata na ujuzi ambaye akimuona mtu anafanana na tatizo alilokuwa naye atamwambia, atamshauri. Intercessor kazi yake ni kwa ajili ya kukomboa nafsi za watu. Kwa mfano, unajua mtu anapitia changamoto kama ya kwako, afu nayo unamwangalia, yaani nikiangalia yule ni mimi mtu. Mungu anajaribu kuweka connection kwamba wewe ni intercessor. Hebu jaribu kuconnect roho yake na yake ili aweze kutoka katika shida aliyopitia. Unajua raha ya kuwa intercessor, ukishapata maarifa, ukapata elimu, ukapata ujuzi na hekima. Unajua kuna sometimes vitu vikitokea, unajua njia ya kuvisolve. Kwa mfano kama ujue always intercessor anapokanyaga mahali fulani anaonekana ni kama laana, anaonekana ni kama mzigo. Ndio maana hata nabii Elia alipokanyaga kwa ile mjane, alimwambia umekuja, angalia tazama mimi ni mjane, sina ngano, sina mafuta. Akasema akusanye vyombo. Akatamka neno hili, ngano na mafuta vitapungua nyumbani kwako. Ndivyo intercessor ndo anatakiwa awe. Sio kuna muda unapitia changamoto, unasema nini? Hapana, Mungu anataka ujue jinsi yeye anavyokuparate, jinsi namna ambayo anaongea wewe na yeye. Unajua kuna sometimes sisi tunalalamika bure, kumbe ni sisi kujichelewesha kwetu. Unajua sisi wanadamu tunajichelewesha. Kuna sometimes Mungu yupo hapa.
Wewe unapita njia ule, unamwita Mungu nisaidie, Mungu anakaa, anakuita mwanangu, niko hapa. Uweze kumsikia kwa sababu gani? Una maarifa, una elimu, una ujuzi. Ujue ili uweze kuelewa lugha ya Mungu. Watu wengi wanadhania baba ninaomba kazi, atakuja kwa njia ya ndoto atakupa kazi. Hapana. Mungu anaweza akakuonesha geti umeshika funguo. Sema baba nimeota, fungua na geti za nini? Mungu anakwambia chukua funguo kafungue lile geti kwa sababu ushakuwa intercessor. Ngoja nikwambie kitu. Unajua watu wengi kuna sometimes wanashinda kukaa chile signal. Unajua kuna muda Mungu anatumia signal ili kukwambia kwamba nipo. Asa kuna muda uko nalia baba sina kazi. Baba nitafanya nini? Baba sijara. Baba nini? Baba nini? Ukashanga tu ghafla moyoni kanakuja kawimbo kanasema, kanaimba. Aka kawimbo nimekapenda jamani. Aka wimbo nimekapenda. Kumbe kuna signal ambayo unaikosa ambayo Mungu amekujibu tayari. Umeona kwamba katika Ukristo au sehemu ya kumtafuta Mungu, maarifa ni lazima. Elimu lazima uwe nayo. Kwa sababu zile signal Mungu atazitoa, utashindwa kuzielewa. Mungu anatumia signal. Kama kuna usiku mmoja, nitoe mfano, una usiku mmoja nililala nikaota nakula popo. Unajua mtu mwingine angeota nakula popo, angesema mchungaji ameniroga, mchungaji nini? Lakini nikatulia nikapata utulivu. Nikaangalia nini maana ya popo. Nikajua kwamba popo ni ufalme wa giza. Kwa maana kama umemla popo ina maana unazo nguvu za kutafuna ufalme wa nini? Wa giza. Hiyo ndio kazi ya intercessor. Maana niliposema popo kuna mchungaji kama popo? Hapana. Hapana. Kwa hiyo ndio kazi ya intercessor. Kwa mfano kama Daudi na Sauli. Daudi alipopokea ufalme, waliwaambia nenda kamuue Sauli, lakini akasema siwezi nikamuua mpaka mafuta ya Bwana, kwa sababu anaona roho ya intercessor ndani yake ambayo inafanana na ya kwake. Kwa ukiwa intercessor, uwezi mnasali kanisa moja alafu msemezane. Hapana. Huyo sio intercessor. Hamwezi mkaa mnaishi nyumba moja anakwambia umstari usivuke. Hapana. Ni intercessor. Ina maana intercessor ni kama kuna connection fulani lazima mwanadamu awe nayo. Unajua kuna watu kweli wanapitia changamoto. Anapitia nini? Unajua nini? Nilikuwa Roma mimi naimba kwaya. Kwa nini uliacha? Sababu ya msingi hana. Intercessor hataki kukatishwa tamaa. Daudi ndugu zake walipeleka ngozi. Akamwambia Yusufu, akapeleka baba, Yusufu hayupo, amelaluliwa, sijui nini. Hapana. Mungu akasema, mimi ndio nimemuita kuwa intercessor. Kuna majaribu unapitia, kumbe ujui ndio njia yako ya kuwa mafanikio. Kwa sababu gani? Yusufu alikanyaga miba, alikanyaga sindano, akakanyaga vichupa, lakini alipokuja kuinuka, ndugu zake sio walikuja. Kwa sababu aliota, umeona baba, nyota, mwezi na jua vimenisujudia. Babake mwenyewe akashuka, ina maana mimi na mama tutakusujudia. Nikwambia kitu kimoja, kama mtu yuko hapa na kiu ya kumtafuta Mungu, usijali umri wako ni upi, usijali wewe ni nani, mtafute Mungu, kwa sababu nyuma yako mafanikio. Ukiona mtu hata ukiamka bado kuna karoka na kusukuma sali, ujue ndani yako Mungu anatamani akutumie, Mungu anatamani asemezane naye, lakini wewe roho yako umeifanya kuwa ngumu, roho yako umeikunja ili usiweze kusikia lugha ya Mungu. Biblia inasema Yesu alipozaliwa, Isaya anasema atafanyika kuwa mshauri wa ajabu, baba wa milele. Kuna watu walimpinga Kristo. Kuna ishara Yesu alifanya, alimponya Bartholomayo. Bado unashinda kuamini? Yesu divai iliisha, akamwambia leteni bakuli yenye maji, akagusa, akatengeneza nini? Divai. Kwa chanzo cha wewe kuzuia kuwa intercessor ni kuna watu ambao sio sahihi wameandamana na wewe nyuma yako.
Hao watu hawawezi wakakufanya ukafikia malengo yako. Hata leo ukimfuata ndugu yako mwambie nataka nibebe gari, sema kale gari kana kula mafuta ile, usinunue. Hapana, fuata kile maono yako acha nini? Hata kwa sababu Mungu amekuonesha IST. Umeona? Wewe unataka uje ukanoshika bodaboda. Hapana, fuata maono. Kwa sababu unapofuata njia za Mungu, Mungu anazidi kukufungulia njia. Baada ya Nabii Samueli kumpaka na mafuta Daudi, ndugu zake sema, inawezekanaje mwana kondoo mdogo akaja kuwa mfalme? Kwa sababu gani? Daudi aliambatana na watu ambao sio sahihi. Kwa sababu hata ndugu zake walipinga mafanikio ya Daudi kuwa mfalme. Lakini Mungu angalia ndugu, Mungu akiamua kuinua na kuinua. Mungu akikuinua hakuna kudondosha. Kwa sababu kwa nini nasema hivi? Samueli alimpaka mafuta ya Daudi, ndugu amemkataa. Je, yale mafuta yakata na kufanya kazi? Hapana, kwa sababu Mungu amesema juu ya Daudi. Kwa sababu hata Daudi alikuwa akiota ndoto, akimpelekea babake anadai, ndugu zake wanampokea. Hata alipochukua hatua akasema mimi naenda kumuua Goliathi, walisemaje? Wakampima kama mfupa kake, wakule wakaanza kushona suti, kule wakaanza kuandaa jeneza. Kwa nini? Unafikiri leo niseme nikija mtu kama mimi, hapa kaja mtu mdogo, akaja naje akanipiga, naweza nikafa? Kwa nini? Daudi ali-intercess kwa sababu Mungu anaitwa mwamba uliye imara, jiwe la ushindi. Kwa maana alivyolichukua ile jiwe, ali-intercess kwamba ile jiwe alibadilisha kuwa Mungu. Kwa alivyolishoot ni Mungu aliachilia nguvu yake kaenda kumuua Goliathi. Watu wanashindwa kuintercess vitu. Kuna vitu maana nasema unahitaji maarifa. Watu tunajua historia ya Daudi, lakini unajua kama ni Mungu alikuwa ndio jiwe akaenda kumshuti Goliathi. Maarifa ya kimungu. Kuna mshuhuda mmoja, huyo mama alikuwa ni intercessor lakini anajiogopa. Alikuwa anasafisha choo. Kasafisha choo karibia miaka kama 15. Ni choo cha kanisani. Anasafisha. Siku Mungu akamwambia, chochote utakachoomba mimi nitajibu. Yule mama kurupuka, akasahau kama hata alisikia sauti ya Mungu. Akaendelea na shughuli zake. Siku ambapo mwanae anataka kuoa, mwanae wa kiume akafariki. Mama alilia sana. Baadaye akakaa. Akasema intercessor siwezi nikalia. Akasema mimi ni mtu ambaye Mungu amenichagua. Akamwambia naomba nifanyie vitu vitatu. Kitu cha kwanza, akamwambia naomba mbebe jeneza la mwanangu, mpeleke kanisani. Wewe mama umechanganyikiwa, akasema huyu ni mwanangu na akinaye. Wakabeba jeneza, wakampeleka pale kanisani. Akasema naomba nifanyie favor pili. Mfunueni mwanangu nimuone kwa mara ya mwisho. Akasema ya tatu, naomba umweke mwanangu begani. Akambeba, mama ni mzee, akambeba mwanae kwa miguu inagulizika. Akaenda kwenye kile chote kwa nadeti. Akasema Mungu, kama nilivyolisikia sauti yako, nami ninaita jina lako juu ya mwanangu. Baada ya mlango kufunguliwa, yule mama akatoka na mtoto wake akatembea. Kwa sababu gani? Yule mama alijua kuintercess nguvu iliyoko katika ulimwengu wa roho. Akaishusha juu ya mwanae. Mwanae akapokea nini? Uzima. Kwa hiyo tunafundisha kwamba jifunze kuanzia leo kuitafuta ile nguvu uweze kuintercess katika ulimwengu wa roho. Utafute frequency. Mimi nataka ndoa. Unaanza kutafuta katika ulimwengu wa roho. Which is my husband? Mume wangu yuko wapi? Baadaye unaona mwanaume anatokea, ana nuru, anakuja na kiatu, anakwambia I'm here my wife. Hiyo ndio kazi ya intercessor. Leo ninakutia ujasiri ya kwamba usiogope. Jaribu kuingia katika ulimwengu wa roho. Ujue ni shida gani nataka kuitatua. Unajua ukishakuwa intercessor, kuna vitu roho Mungu anakuzoea. Unaweza kalika kwenye kisherehe na makuku. Ukataka kwenda ushava akamwambia usiende. Kwa sababu gani usiende? Kuna roho ya negative. Ambayo roho ya negative ukikutana naye positive, anachukua nguvu kutoka kwako, zinakuwa zake. Unajua kwa nini watu
Wengi wanapitia changamoto kwa sababu kuna maarifa fulani ya kimungu ambao hawana. Kuna watu wanatamani kuwa manabii wakubwa, wanatamani kuwa mitume, lakini nini? Mitume wote ukauliza, unaweza akakuuliza hivi, baba nataka kuwa kama nataka kuwa mimi, akacheka. Kwa sababu gani? Akiangalia akili iliyokuwa nayo na intercession yake alikuwa nayo, anaona hazifanani. Why? Wewe umemsukuma, umeenda kwa msukumo. Kumbuka yule alipita akapanda ngazi ya kwanza, maarifa, akapanda ngazi ya pili, elimu, akapanda ngazi ya tatu, ujuzi, akapanda ngazi ya 4, hekima. Uwezo kumtoa mtoto wa form 1 ukampeleka form 4 kwa sababu akienda atafeli. Unajua katika level ya primary mtoto wa la pili anaweza kwenda la 3 akavushwa, ana akili, lakini kuna level ukifika uwezo ukavuka. Mimi wakati najifunza mambo ya Mungu, kuna watumishi nilikuwa nikaangalia, nasema huyu ni mchawi. Nikasema huyu ni mchawi. Kwa sababu gani? Sikupata maarifa. Lakini baadaye nilipozidi kujifunza, nikasema huyu ni Mungu anatenda. Kwa sababu gani? Kuna maarifa sikuwa nayo, kuna elimu sikuwa nayo. Amina. Ujue intercessor ni watu ambao hawaeleweki maisha yao. Intercessor ni mtu ambaye amevurugwa kila sehemu. Kwenye uinjilisti unamkuta yupo, kwenye unabii unamkuta yupo, kwenye uapostoli unamkuta yupo, kwenye ualimu unamkuta, kwenye upasi. Kwa sababu gani? Intercessor anaweza kubadilisha frequency anazozitaka. Kwa sababu gani? Ujuzi anao kubadilisha. Hata kutabiri, uwezi kutabiri bila ujuzi. Kuna unabii, ningapata pastor Mungu ananyosha ni mweupe. Why? Si nimemuona kabisa ni mweupe. Huyo mtu ameshindwa kuascend katika ulimwengu, ameshindwa kusafiri. Lakini kuna mtu anaweza kwambia, Roho Mungu ananiambia, umekuja leo kanisani una nauli 1 2 3. Kwa shangaa mtu anaanza kulia, why? There is a spirit of intercession ambayo imetoka ndani yako, inaingia ndani yako. Hiyo ndio kazi ya nini? Intercessor. Watu natamani kuimba kama nani, unaweza ukaimba, mwingine akawa anatafuna libigi. Why? Ujui kuintercess katika ule wimbo. Unajua ili uintercess katika wimbo, sikiliza ujumbe, utafakari, upate elimu ule ujumbe, ili utakapo distribute kwa watu wapate kupokea ile nguvu ya maarifa na elimu ya ujuzi, wakaipokea. Tegada, leo pastor kanihubiri. Sio amekuhubiri, ameintercess roho yako. Amesema mwanangu ana kiu na fedha, akahubiri kuhusu fedha, akahubiri kuhusu ndoa, nawe ukapokea. Kwa nini wachungaji kimwekea mtu mkono anapona? Ameintercess. Huyu mguu wake upo wameuficha chinyanga ndani ya kaburi. Anasafiri. Mnamuona yuko hapa. Lakini anasafiri katika ulimwengu wa roho. Anakwenda huko, mguu wako ulipo akiugusa, umerudi. Why? Intercessor. Intercessor. Watu wengi wanasema maapostoli wana lugha kali. Sio wana lugha kali. Anaufeel ule uchungu ulioko ndani yako. Anaona kijana mbona anapita hivi? Mbona anapitia maisha magumu? Atakuja kama rafiki. Lakini ukimpokea kama adui atakwambia 1 2 3. Lakini sio sahihi kumwambia. Lakini kwa sababu umekataa roho yako intercession na roho yake. Kuna roho ambayo inakataa. Nataka kwenda kanisani. Usiende bwana. Leo kuna party. Nataka kwenda kanisani. Usiende. Usikumbuka mafani amekualika kuna kisinia. Kuna roho inataka ika-intercess upokee kitu kipi. Lakini kwa sababu huna maarifa ya kiroho, siseme vibaya, na kufundisha namna ya kuingia katika intercession level. Lazima ujifunze kuhama katika hilo eneo. Unajua kama tajiri, wewe tajiri ana nyumba moja. Anajua kipindi cha joto nitaenda Mbweni ufukweni. Atakula upepo. Kipindi cha baridi atatoka, ataenda Bagamoyo kupiga wai. Anahama eneo kwa sababu anajua kuascend, anaenda na majira. Uje katika ulimwengu wa roho, watumishi wa Mungu wanaenda na majira. Kuna muda majira yake atafika, ni akaombea pepo nusu saa likatoka. Lakini kuna majira, kuna roho ya intercession ambayo ikishamvaa ndani yake, akiambia wewe toka. Hakuna atakubishana nacho kwa sababu amevaa roho ya intercessor. Roho ya intercessor ni nini? Roho ya intercessor ni
kuivaa nafasi ya uungu ndani yako. Nafasi ya uungu ndani yako. Sasa kuna mtu akishaivaa nafasi ya uungu ndani yake, kuna roho ambayo inakuja inamshambulia ajione kwamba yeye ni Mungu. Hapana. Hapana. Nikuuliza swali dogo. Nilipoanza nikasema Mungu wakati anamuumba mwanadamu, anaumba ulimwengu, malaika wakasema holy. 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 Kwa sababu roho yao ya uungu iliyoko ndani yao haiwezi kutengeneza kitu kama kile. Kwa maana ile holy walikuwa wanamzidishia Mungu utukufu. Nikuuliza swali dogo. Hivi unajisikiaje ukimpa mtu zawadi afa aseme asante? Aseme asante. Utajisikia vibaya, utaumia kwa mimi nimemsaidia, lakini hata asante ameshindwa. Ndio roho ya intercession inapokuwa. Ujue mchungaji anapokuombea ukapokea miracle yako, Mungu anataka uintercede katika ile roho uliyopokea ili umtukuze yeye. Mnatokosea watu wa Mungu, mnamtukuza mchungaji. Yule pastor anatabiri, yule pastor anaponya watu, yule pastor anatenda miracle. No, ni Mungu anayefanya. Unataka kusema nenda kwa Mungu wa Pastor Geoffrey. Usiseme nenda kwa Pastor Geoffrey. Ina maana unamtukuza. Sema nenda kwa Mungu wa nani? Hata mkikaa na baba, kama watu ambao wamekaa nao, ukikaa naye kuna maneno kama brother wasema. Unaweza ukaenda sema baba leo nataka nipake mafuta. Yaani ukatoka unanena kwa lugha, baba akakwambia naona kwenye shida kwenye tumbo. Mchungaji vipi? Tumbo linasemaje na mafuta? No. Ame-intercess shida iliyoko ndani yako. Haja intercess akili yako liko napi? Kwenye mawazo. Sema amina. Kwa hiyo nataka kuwafundisha mjaribu cha kwanza kuhama katika mazingira. Unajua mwizi unasemwa ananusa. Sema pale nikienda takamata. Kwa anahama kabisa. Watu wanaweza kumtafuta asimuone. Na mkijua amehamia sehemu hivyo anamwai, anajua kucheza na majira. Kuna mfano mmoja, unajua nyani wakienda kwenye shamba la mahindi. Kuna nyani kibao katika mti. Kuna yule mmoja ambaye anakaa juu ya kinara cha mti. Kazi yake anaangalia maadui wanapokuja. Umenielewa? Maadui wanapokuja. Kwa akiona adui ana make signal ambapo kila mtu anaielewa. Washangaa nyani wote mtanika. Wala kija nitakamata. Hapana, kwa sababu yuko mtu ambaye ana intercess, yupo juu. Ana intercess, anawalinda wenzake. Ndivyo wewe unatakiwa uwe. Usimponde mwenzako, usimseme mwenzako. Jifunze muongee lugha moja. Kwa nini wanyama wa porini na si binadamu tuna rafiki nao? Hatuwezi kuongea lugha moja. Why? Ujuzi, elimu, maarifa. Kwa nini Danieli aliingia kwenye tundu la simba na akatoka salama? Ali-intercess ile lugha ya simba. Kwa sababu baba yetu naye ni simba kabila nani? Sasa kwa nini unashindwa? Kwa nini unashindwa? Cha mwisho nimalizie kwa sababu ya muda. Ili uweze kufikia kuwa intercessor. Kaa mbali na watu wasio sahihi. Maana Yesu naye alisema, mlikuwa wapi nilipokuwa mtumwa? Mlikuwa wapi nilipokuwa na njaa? Mlikuwa wapi nilipokuwa na kiu? Kuna watu wakiona unafaa, wakiona unakula, unakunywa, ndio wanakunywa. Prophet sasa. Ndio nikufuataje? Anatafuta connection ambayo huyo mtu ukishaingizana naye connection, kile kilichokuwa ndani yako, roho ya intercessor inakufa. Kwa ili uweze kufika mbali, ukiona mtu umejipata kimaisha, akija msaidie, lakini epukana naye, kwa naye karibu wahi. Atakutoa katika majira yako, atayaua yale maarifa yako, atalisha yako. Mwenyezi Mungu abariki.